Kufuatia maadhimisho ya kupinga matumizi ya dawa za kulevya duniani ambayo kitaifa imefanyika leo Juni 26, 2025, ambapo kituo cha Life and Hope Rehabilitation Center kilichopo kata ya Dunda wilayani Bagamoyo mkoani Pwani kimeungana na dunia kuadhimisha siku hiyo kwa kutoa elimu kwa jamii kuhusu madhara ya matumizi ya dawa za kulevya. Msimamizi wa kazi za nje wa kituo hicho, Sauli Ngwili, ameeleza kuwa dawa za kulevya ni kemikali hatarishi ambazo zinatumika kubadilisha hali ya kawaida ya akili ya mtumiaji na kumtoa katika uhalisia wake wa kiakili, hali inayosababisha mabadiliko katika tabia na mwenendo wa mtu. Aidha, amefafanua aina mbalimbali za dawa hizo pamoja na makundi yake, akisisitiza madhara yake kiafya na kijamii. Dawa za kulevya ni kemikali ambazo mtumiaji akitumia zinamtoa kwenye mfumo wa akili na kumbadilisha kutoka katika ukawaida na utofauti. Kuna makundi ya dawa za kulevya na aina za dawa za kulevya. Makundi ya dawa za kulevya ziko makundi mawili. Kuna za viwandani na dawa za kulevya ambazo za mimea. Dawa za kulevya za mimea ni bangi, heroin, cocaine na mirungi na baadhi ya uyoga pamoja na tumbaku. Lakini pia vile vile dawa za viwandani ni dawa ambazo kwa mfano Valium, Mandrax, lakini pia vile vile kuna Fedrin na dawa zingine ambazo hizo ni dawa za viwandani ambazo pia vile zimethibitishwa kuwa zinatumika katika watu, lakini ikiongezeka utumiaji inakuwa ni dawa bashirifu ambazo zinakuwa ni dawa za kulevya. Tukizungumzia aina, kuna aina ambazo aina hizi kuna aina tatu, ambalo mojawapo ni vichangamshi, ambazo vichangamshi ndo tunapata aina ya dawa ya kulevya ambayo ni pombe, lakini pia vile vile na cocaine. Hii ni kichangamshi. Tunarudi kwenye dawa ambazo ni vileta njozi. Vileta njozi yenyewe ni bangi. Ni dawa ambayo ni kileta njozi. Lakini tukirudi kwenye vipumbaza, kuna heroin, kuna pombe, Valium na dawa zingine ambazo hizo zenyewe ni vipumbaza. Vichangamshi ni dawa ambayo ukiitumia inakuchangamsha zaidi, inakufanya upo hai, uwe na furaha zaidi. Sawa? Tofauti na hichi kileta njozi. Kileta njozi ni dawa ambayo inakuletea njozi za tofauti. Labda tufano ni bangi. Bangi, wavutaji wengi wa bangi, na ndio maana matokeo ya bangi tunasema wagonjwa wa akili wengi. Mtu akipita tu bangi hiyo, kutokana na ile yenyewe natural yake ni kileta njozi, na maana zinaweza kileta njozi askari hao, alafu mwisho wa siku kumbe hakuna askari, hakuna nini. Kwa hiyo sasa hiyo ni kileta njozi. Lakini tukisema hii kipumbaza yenyewe inapumbaza, inamfanya mtu awe na stimu ile kama ya kulala ile. Ndio hiyo dawa ya kipumbaza. Na maana dawa zote za asili ya kipumbaza zenyewe zinamfanya mtu aonekane ni mtu ambaye amesinzia. Kwa upande wake, BC Amosha, ambaye ni msimamizi wa idara ya utawala katika kituo hicho, amesema kuwa katika wilaya ya Bagamoyo mwitikio wa jamii ni mzuri kutokana na uwepo wa waelimishaji rika wengi wanaofanikisha kuwafikia waraibu katika vijiwe na maskani mbalimbali. Ameeleza kuwa kupitia juhudi hizo waraibu wengi wamepata elimu ya madhara ya dawa hizo na kujitokeza kupatiwa huduma za tiba, ikiwemo dawa za methadone inayotolewa kupitia hospitali ya wilaya ya Bagamoyo. Katika wilaya yetu ya Bagamoyo mwitikio ni mzuri kwa kuwa tunao waelimishaji rika wanaoweza kuwafikia waraibu katika vijiwe vyao na katika maskani yao na kuwapatia elimu ambayo inawasogeza wao kuweza kufika katika asasi yetu, na sisi kama asasi tunawachukua na kuweza kuwalink katika hospitali yetu ya wilaya ili waweze kupata huduma ya methadone. Ila kuna changamoto ambazo wanazipitia, ikiwa ni pamoja na kukosa uaminifu katika jamii na familia, hali hiyo inayopelekea wao kukosa fursa katika jamii. Naye ndugu Jonas Ibrahim, mwelimishaji rika katika jamii, ameshukuru serikali kwa kuendelea kusaidia
mapambano dhidi ya dawa za kulevya, amesema kuwa mafanikio makubwa yameanza kuonekana wilayani Bagamoyo, ambapo vijana wengi wamejitokeza kupatia huduma za tiba na wanaendelea kuhudhuria kliniki kwa ufuatiliaji wa karibu. Mafanikio ambayo tumepata katika wilaya yetu ya Bagamoyo ni makubwa, kwa kuwa vijana wengi wameitikia katika tiba ambao wanapata hapa katika kliniki yetu ya Methadone Bagamoyo. Tunaishukuru kwa kuwa mafanikio ni makubwa. Tunaishukuru serikali kwa mchango mkubwa ambao umewekeza katika swala zima la matumizi ya madawa kulevya, maana wamepambana kupitia taasisi na mashirika binafsi ambayo yapo kwa ajili ya kusaidia waraibu wa matumizi ya madawa kulevya. Na hapa kwetu Bagamoyo tunaishukuru taasisi ya THPS, maana imekuwa bega kwa bega na asasi kwa ajili ya kuweza kutokomeza matumizi ya madawa kulevya, kwa kuweza kuajiri vijana ambao wanapata riziki kidogo kwa ajili ya kwenda kupambana na matumizi ya madawa kulevya.